hakuna uchungu na kuaga pale mwanangu. Kama uamke asubuhi pole pole, mental health yenyewe sasa ni challenge kubwa, lakini naweza sema the main cause ni expectations zetu ziko very very high. Nasemaje yani? Unaweza pata umeamua kuanza biashara. Biashara si rahisi. Mtu asikija kado kudanganya. Biashara yote ngumu, ikuwe kuuza misosi, ikuwe ukulima, wajua sasa paka saa hii yani content creation pia inaonekana kama biashara. Sasa pia hiyo ndugu yangu, unaingia kunapata huko ndio ku green ajab. Yani huko ndio kumekauka. Kuko DR. You see? I have a friend aliamua kufuga kuku. Na mimi nakuwa na beef na kuku. Hata sasa inaonanga kuku imepikwa hivi nasikia nimeshachafuka roho, because mbona kuku ukinunua ukianza kusema unataka kuanza project ya kuku. Kuku azijai kufa zikiwa watoto ati vifaranga ati ndio umezitoa kule Chekenchi kule. Ndio bado ni vifaranga ati zikuja zidedi. Zinangoja kwanza zitumie stima, maji. Umezidunga zile vaccine yaitwa Newcastle. Umepigilia. Zishakula stock ya kwanza yani ya itangwa ni layer sama ni nani hizo msosi yao yani ishamaliza. Umeshaleta sasa stock nyingine ndio umefungua gunia ya kwanza. Zinaanza kuanguka one after the other. Mbona zingekufa zikianza huko? Hakuna uchungu na kuaga pale mwanangu. Kama uamke asubuhi pole pole, umeingia je saa nyumba ya kuku, naambiwa kwanza ukishaenda kule kwa Kenchi kama wale jamaa wakuzia kuku wanakupea mafunzo, wanakuambia aje mwanangu, ukitaka kuingia kwenye nyumba ya kuku kwanza disinfect miguu, yani usiingie hivyo. Sasa umetoka nyumbani, yani umetoka kwako kulala, umekanyaga maji yani umedisinfect miguu, unafungua mlango unapata saa miguu ni ya kuku ndio. Yani miguu zimekauka. Na alafu kuku kama 10 hivi unaona zinalala yani. Yani ziko na usingizi. Sasa inakuwa ni a battle against time. Ni kuchinja before the dead. Alafu niambie hautakuwa na mental health. Hiyo ni kuku mwanangu. Hiyo sasa nimekupatia biashara kama moja ya kilimo. Unaogopa kuku, unasema sasa jamani nifanya nini ingine? Unajiambia ni wani watu wanakuwa advice. Unajua utaka kufungua biashara, maybe una hela kidogo hivi, kuna yeye anakuja anakuambia aje, mwamba biashara ya kukula, yani biashara. Unajua watu wakataa kukula. Hivyo ndo nasemanga, unajua ukifungua hoteli hakuna siku watu watakataa kusosi. Unafungua na siku ya kwanza unapika michapati, midengu pale, yani mazigizaga zote ziko. Jioni nafika unapata umeuzia rafiki yako mule, mlazimisha tu aingilie tu kati ya aume. Sina bidii yani msosi yote ya hoteli ndio imekuwa sapa tena kwa siku 2 kwako. Yani disappointment after disappointment manzi. Sasa unaenda unatulia, unasema kilimo utaifuga kuku tena, hautaifungua hoteli tena. Acha niingie content creation. Mwanangu, si huko ndio unapata iko green ajab. Huko ni desert. Hata si green, huko iko desert ajab. Unapiga video ya kwanza hivi, kwanza like ni 2, yako moja na ya rafiki yako wa karibu.
unasema sasa mwanangu, na niliambiwa huku ndio rahisi. Unaona maybe challenge ndio maybe umekosea kidogo, unasema acha nianze kupiga dance, unanipata? Ndugu yangu, unatakatikia pale TikTok, wewe unasema nini? Unaweka mapangale, unafanya paka zingine ni za zenyewe zina, nitakwambia aje, zingine zina maneno, lakini mwanangu like ni zile the problem naweza sema ni sometime unapiga shughuli ukiangalia like sana, hapo ndo naenda wrong. Kama upendi kitu ama una craft uko nayo, maybe wewe ni mwanamuziki, maybe wewe ni mwenye umpiga dance, maybe wewe ni comedian, usipofanya kitu unaelewa na kitu unajua, ndugu yangu, disappointment itakuja day 4. Day 4 wakati umeupload unaambiwa maana acha nayo, enda tu uze uji. Hapo waona sema nini? Sasa kwa kila kitu unafanya unapataga asi rahisi. Tushafanya kuku, nasema unapata mwingine anakuambia ulikosea. Unajua sasa shida kuku si shida. Wewe kuku ukulima si noma. Kuku hata mimi siwezi eka. Bro, ende ufuge nguruwe. Mwanangu, nguruwe achana nayo. All I can say. Kama wewe bado ni mfugaji nguruwe, it takes a lot my boy. Zinauma pia. Alafu izae watoto 22. Wangane walisha wanone. Alafu uende kuwapelekea kenchi kwa kuambiaje they have not met our standards. Na hapo kuna nguruwe 42. We Karima, ulianza na nguruwe 3, sasa zimefika nguruwe 42 na shaambiwa they have not met our standards. Sasa tuwezi wanunua hawa. Unaanza kulazimishwa na kijiji nguruwe. Kwa nini noede nguruwe? Nabidi kuambia sana nguruwe tutapeleka wapi. Na ujue I think kuchinja nguruwe si watu wengi. Mimi personally sijiona ikichinja, so sije kuchinja. You see how mental health inakuja ni kila kona, unajificha na kuja. Sasa nguruwe 42 unapeleka wapi mwanangu? Sasa ninakwambia story ya kitambo ama story ni rafiki yangu, ndugu yangu. Aliambiwa tu hivyo ndo ufuge nguruwe. Nguruwe iko na pesa na akafuga na zikazana. Sasa ni kupump. Alafu naambiwa zifika standard. Nguruwe 42 unapeleka wapi mwanangu? Si hapo ndio rafiki yako tena mwingine anakuja akiwa jaba zake anakuambia bro, hata issue ni mimi, sio ni issue ya tizi nguruwe zako, fungua base ya pork. Unafungua, mtindo ni ile. Nafika mahali unauma pork paka unasema alhamdulillah, staki tena. So in everything you do manze, wewe jua si rahisi. Hata iko content creation na tukipiga, kama unaingia ukijuanga unatafuta hiyo instant gratification, hiyo unataka likes, sitakuwa nawe hapa. Ukipata 200 views na 1 like na comment moja ya kukutusi, ito nataka consistency in every business. Unaanguka unaamka. Kama ni business ya kuuza mayai, unauza zinabaki, unapigana nazo, kesho unapika zingine, unauza mpaka siku atakukubali. Kuna contract nasema Kenyans ni walazimisha kitu paka wakukubali. Hivyo kila mahali. Kilimo lazima ungane mpaka ikukubali. Unafungua duka. Unaambiwa ufungue duka ya maziwa. Na unafungua paka unanunua freezer mwanangu. Na ukopesha. Pesa zako nakuja kukopa. Niwekee lita 2 nitakuja niwekee ni ukifunga ni unaanza kusema
tulijua tuwezi kana hiyo duka kwa siku mingi. Hiyo duka ya maziwa tulijua pana. Sasa shida ya watu ni ati wale marafiki zako wenye walikuwa na kuencourage ufungue ndio tena kugeukanga. Sasa unajua watu pana, mtu anapata tu pesa kidogo ati shilingi kama 200,000 hapo, anaona anaweza fungua biashara. Nadhani biashara ni kitu ambao unaweza tu fungua hivi. Huyu jamaa alifungua biashara ya maziwa. Wakauza mtungi ya kwanza, ya pili wakakunywa na pipi yake, akaona itawaua, ikapita amepatia wale watoto wa nini, machokora, si ndio walikunywa wajuzi wao futi kulu, wanakunywa maziwa hapo. Watani ya nani? My guys, nakwambia kunaga kitu rahisi, penda sipendi. Kenya kwanza business. Kila mtu ukimuuliza kana anasemaga one day nataka kuona my business. Mimi nimechoka na employment. I want to own my friend. Kama huwezi ando pressure ya employment, business pia usidhani itakuwa nini. Mwanangu, sasa unafungua pia biashara ya hoteli pengine. Unasema unaambiwa je tufungue biashara ya chips. Unafungua health, wanakuja wanasema mtoto wetu una dust coat. Na medical iko wapi una? Sivyo ndio unaona kutoka na lab coat. Na sijui kwa nini wanakuja wanabeba kila kitu ati exhibit, wanabeba paka nini ya kupika chipo. Tuwezi kuashi. Unajua sasa hujafuata maagizo ya serikali, wanabeba kitu na hiyo utaiona tena mwanangu. Unasema yani before so mkono unaenda kuona sasa, unaanza kusoma vitabu za biashara, unaanza kusoma business daily. Unaona venye watu kwa Githongori wana make a killing na ng'ombe za maziwa. Unaendea kwanza Freshian. Unapata kumbe ilikuwa imezoea climate ya baridi, umeleta kwa joto. Inaaka dunia. Umenunua kwanza, umenunua ile inaitwa pedigree. Yani pedigree inakuja inaenda Chongomeo, hata uchakamua. You see, kama uko na stable mind na kichwa chako si ngumu na una moyo nyepesi, kaa mbali na biashara mwanangu. Kaa mbali na biashara, hivyo tunaweza kuambia. Biashara before ikubali. Siko kila mtu, but mimi nakushow kila msee unaendaga unaangalia unaona sasa nimejaribu kuku, zimekataa. Nimejaribu ng'ombe, zimekataa. Nimejaribu biashara ya hoteli, watu wa health wamenibebea mashini ya kupika chips na freezer juu siko na dust coat. Unasema sasa ya mwisho naingia Rumuruti kulima. Ushasikia watu wamekuambia Rumuruti ukiingia you can never go wrong. Bora ununue generator ya kupalilia ya kuirrigate. Ndio hiyo wewe Gumosi Gumili unasema mwenye duka nifungie mashini ya kunyunyizia maji generator yani. Unaingia nayo pale ukiwa mkali sana, umeenda kupanda nyanya. Napanda nyanya zako na kitunguu na cabbage pia. Yani sasa unaanza kuona the light pale kwa tunnel pale mwisho, unaanza kuona ka light. Broker anakuja anakuambia, baba, kwa ulipanda kitunguu wakati gani? Manake sai kilo tulikuwa tunauza na 50, yani tulikuwa tununua pengine example na 50, sai kilo ni shilingi 12. Yani unauza hizo vitunguu na nyanya, unapata tumekurudisha pesa ya kununua generator. Unauza kitunguu na nyanya, profit hakuna. Kijua umepata ni pesa ya kurudisha kununua ile generator ulinunua. Alafu niambie ka depression akata ingia wewe. So in everything you do, make sure
make sure manzi expectations ikuwe very very minimal, very very minimal, yani ujue anything can happen. I said usikuwe na expectation kuwa nazo, but jua anything can happen. Manake uko nje ni noma. Unaenda hata electronics pia sisi wanakuaga rahisi. Si maajabu uze TV moja mwezi ni ya 17 inches. Na mwenye duka anataka rent. Na ulikuwa umetoa goodwill. Yeah. Unless you know so much. Before starting a business, make sure umejua mashimo ni gani. Make sure umejua je, naingia hapa nitaingia mguu yote mbili ama moja. Mimi hata si business guru ama nini, but at least najua mawili matatu. Lakini kama unaweza ya kukuachana nayo vile nimefanya wewe, but nauliza hiyo swali tena. Nauliza tena kwa kimakini. Mbona kuku hazikufanya ukizitoa tu kwa factory ama huko kwa Kenchi tu mara moja tu hivyo, tumezileta nyumbani hizo vifaranga zikue tuseme tu tusiharibie jamaa time na pesa, wacha tuondoke. Zinangojeka kwanza umezipatia hizo vaccine ma Newcastle. Unamaliza Newcastle, unazinunulia layers ama sijui ni growers hapo whatever, hizo magunia kama 6 zinauma za kwanza zinamaliza. Ukishanunua tu gunia ya pili, yani round 2, sasa gunia zingine 8 mwanangu zinaanza kulala. Unasema na hii imeanza kulala hivi jamani, itatoboa. Unaitoa, unasema tenganisha na hizi ambazo zijagonjeka. Na siku ukienda kuingia ndio unapata salale. Kuku ule jamaa ameleta kazi kwa embassy ya Germany, msijuko na aliitisha kuku, tafadhali ngesha tu angisha ta ng'ombe tu, maana sema nataka lakini ende najua, lakini kuku na nguruwe wewe. Yuka publish yangu sasa. Una imagine umeambiwa nguruwe iko na pesa, inazaa gani? Unaambiwa nguruwe inazaa watoto wengi mno. Unanunua, unaanza biashara ya nguruwe, kilimo pale, unaendea sijui piglets sijui nini, inakuzalia unapata kuna nguruwe 42, alafu unaambiwa sasa hii si standard yetu, tuwezi nunua nguruwe 42. Unapeleka wapi? Wewe ni nguruwe 42. Sana mimi uziachilie tu ziende zikakuwa ngiri huko Mawadho. Nguruwe 42 mwanangu. Ama unagawiwa kijiji mzima, kila mtu akuje nguruwe yake mwana wewe. Anyway, in every business wejua ni ngumu. Content creation, usiangalie likes. Kama uko na craft, wewe fanya. Usiogope. Don't fear anything. Wataongea, maybe wataogopa siku za kwanza, za pili, za tatu, anza kusema okay, na kinaanza kupata likes, by the way kinaanza kupata followers. So ukianza kufanya content creation pia as a business, maanisha anza small. Usiogope kuanza pale utaanzia. Kama uko nayo simu ya Tecno, anza nayo, anza kupiga. Kama uko nayo Infinix, kama uko nayo Samsung imezeka mwenye ichukui, anza tu nayo man, uende ukigrow pole pole. Kama there is this guy anaitwa Efren Reyes. Huyu mjamaa akianza kucheza pool alikuwa anasema kucheza na stick ya okay, ile low, the lowest stream of all hizo cues za the pool table. Ule jamaa alikuwa noma. He trained himself paka kafika mahali wanamuita magician, because alikuwa anapiga angles. Yaani unaona tu kabisa hiyo mpira imeenda sasa nyoka, yani yezi pita hapa, amefungwa engine. Philippines pale alipiga watu. Unasikia kuwapiga? Wewe. Paka raia sasa Philippines ikasema tuchezi na wewe. Ikabidi jamaa kaenda akaingizwa US. US alipoingia pale ikabidi abadilishe jina, ndio akajiita Cesar Morales. Ndio juu akipiga hiyo shughuli ya pool, sifa ama jina istoke rudi Philippines, waambie kwani mlikubaliana na acheze jamani, jamani mnoma.
Lakini sasa kitumia jina Morales, manze alikuwa anapiga wasee. Unajua watu wamjui na wamdharau because they never knew him, but he forced them, yani himself, for them to know him. Huyu jamaa alikuwa anapiga shughuli. Na sasa tukiongea na yeye sasa anakuanga he's considered the greatest player of all time when it comes to pool. So in everything you do, kama unaimba sasa ni rahisi, ni kuchukua tu kamenje, piga mistari yako 3, you know, piga shughuli yako, maliza hapo. Kama ni kupiga dance, piga tu. Kama ni kubonga kama mimi, comedy kama mimi, piga. Siku moja itajipa. Consistency tu, usiwache na usiogope. Anyway, so chetu kafungia hapo wadau. Mpaka siku nyingine nikuje tupige tena story. Sisi tutakoboeke.